Tushafika hapo, sitaki tena kufuata kusumbuliwa. Mke wa Ruta tutamkuta humo ndani, nenda kagonge, tamkuta. Geti ndo lile pale. Asante kwa ushirikiano. Haya. Habari yako dada? Salama. Pole na majukumu. Asante sana. Wewe ni mke wa Ruta? Tushachana naye mbona kitambo sana, hata sijui pia ali. Niachana? Kwa nini niachana? Sababu tu za hapa na pale. Kwani unafanyaje? Ruta ana kesi ya jinai. Ana kesi gani? Kesi ya mauaji. Hiyo sijali, utaniachia namba zako za simu. Kaka, ile kazi unatuma bwana, kesi cha kwangu. Asha kupenda na kidogo. Yaani nimejaribu kumshawishi, nimejaribu kumwelekeza bwana, una mtoto kule mdogo, lakini yule dada kashachanganyikiwa sasa hivi. Mapenzi ya kule yanamchanganya kwa sababu mapenzi ya kule ya hela. Wewe kaka hauna kitu. Inakuwaje ngumu? Wakati mimi nimekuagiza kabisa, hebu nenda kaongee na Asha. Mtoto mimi ananisumbua, mtoto analia. Mtoto anahitaji malezi ya mamake. Bado mtoto ni mdogo huyu. Lakini Timago, wewe unashindaje kumconvince Asha? Na unajua hali kuwa matatizo mimi nayopitia sasa hivi, changamoto ninazopitia. Wewe ndio msaada wangu. Kaka, nimetumia mbinu zote. Nimetumia hadi 442. Lakini imeshindikana. Okay. Umeelewa? Kaka, yule demu anasema kwamba wewe unamlisha sana chunga. Umeelewa? Afu kule sasa hivi anakula vinono, mapaja ya kuku nini kama kawaida. Anaogopa hata kuja kwako. Yaani nimetumia mbinu zangu wote, uwezo wangu wote, lakini yule dada amenikatalia. Nimemwambia kabisa kule kuna mtoto mdogo umemwacha, lakini bado. Afu wewe kaka, hebu naomba ujiangalie. Wewe una kesi. Yule mtu ulomua kule ofisini, kaka atakuletea matatizo makubwa. Mimi naomba unisikilize kama mdogo wako. Mwanamke hakutaki, una kesi, blaza bado unaendelea kung'ang'ania. Hebu naomba blaza, acha mambo bwana blaza. Si rudi hata kijijini. Kakaangu, rudi hata kijijini kidogo kule ukalime. Siku hizi mvua zinanyesha kule, mazao yanakubali kaka. Naomba nisikilize bwana mdogo wako. Sawa na matatizo ofisini na matatizo kama yale kwenye harakati zetu za maisha. Lakini nahitaji mimi nikimbie na mke wangu Asha. Asha mimi nampenda. Kwa sababu ukisema mimi nirudi kijijini peke yangu, hata kama kuna nini kule kijijini, lakini bado moyo wangu utakuwa kwa Asha. Lakini kama Asha amekataa, kitu naenda kukifanya kitashangaza hii dunia. Onea huruma. Kaka. Aisha. Siku zote wanakwambia kungu ya ugopi mkono. Wewe ni mwanamke ambaye mimi nakupenda sana. Nimeamua kuishi nawe maisha yake. Nadhani unatambua hicho. Lakini na kitu kinanitatiza sana kwa kichwa changu. Najitahidi sana kukifikiria lakini sio. Sijui unaweza kunisaidia kunielewesha. Basi, ni kitu gani hicho? Maana mimi hata sielewi. Aisha, Ruta ni mume wako. Ruta ni mwanaume mwenzangu. Ameshathubutu kufika mpaka hapa nyumbani bila hofu yoyote ndani ya moyo wake. Lakini yoyote anafanya juu ya kupambania upendo wake kwako. Mimi na imani Ruta anakupenda sana.
Sijui tu ni kitu gani ambacho wewe amekukera, amekuudhi mpaka uhitaji kuwa naye. Nahitaji kufahamu kitu kimoja tu kutoka kwako. Kati yangu mimi na Ruta, ni nani unampenda kwenye maisha yako? Sawa. Siku zote wanasema uaminifu ni kama ukiwa penseli. Unapungua kadri unavyozidi kufanya makosa. Mimi binafsi nakuamini sana. Lakini naomba nisaidie kitu kimoja. Utanidhihirishia vipi kama mimi na Ruta wanakubali sana mimi kuliko Ruta? Unaweza kunidhihirishia? Kivipi? Tunaweza kutoka hapa mimi na wewe, mguu wako mguu wangu, hatua kwa hatua mpaka kwa Ruta. Kwa Ruta? Ndio. Ila ni sasa hivi au baadaye? Kubali kwanza. Ukisha kubali au mengine yatafuata. Sawa. Yaani huwezi amini yule mwanamke na bwana wake amekuja kunichamba mbele hapa, mbele ya mwanangu kabisa kweli. Yaani nazidi kuumia sana juu ya mke wangu. Blaza, vitu vingine sio vya kung'ang'ania kaka. Wewe mwanamke anakuja mpaka na bwana wake kwa sasa. Ushatemwa. Maisha huna kaka. Umenielewa vizuri? Kwa nini usingemwacha na wewe unamwangania tu kila siku? Hasa hii matusi yote haya kutukana wewe bado tu uongo blaza. Mimi sijapenda kabisa kama mtu wako. Sawa, lakini mke wangu mimi bado nampenda kwa sababu na imani Mungu atamrekebisha tu na tutarudi kama awali. Hata kama amekuja na yule mwanaume kunisema, kunichamba juu ya maskini wangu na pia kaacha kiumbe chake na bila kuangalia matatizo nilikuwa nao kwa sasa hivi. Na kweli sasa hivi nina matatizo makubwa tu. Na singestahili kuwa sehemu kama hii nyeupe. Lakini wanawake mbona kwa wengi sana? Kwa nini usingetafuta wanawake hapo kwa makaranga wamejaa wanawake kibao? Unang'ania mwanamke huyo mmoja, anakupa nini cha ziada? Mimi naomba achane naye bwana kaka. Wanawake wapo wengi wazuri kabisa, wana sifa kibao. Lakini unang'ania yule mwanamke kwa sababu nini? Rangi ile cheupe. Afu mademu weupe hao wana kazi kweli. Wanapenda hela, Ukiangalia hali yako wenyewe bado hairuhusu, Angalia unapokaa. Hapa eleweki. Unaelewa? Lakini unataka kung'ang'ania wanawake weupe nini? Sasa hebu achana nao. Okay, sawa. Lakini mimi na imani kubwa juu ya mke wangu. Mke wangu mimi iko siku tu atakuwa sawa kama hapo awali. Sababu siamini kama pesa ndio imebadilisha mke wangu akawa pia tabia mbaya. Kaka, sio uchawi ila ni pesa. Wewe kama unataka uamini kama sio uchawi, tafuta pesa. Umeelewa? Mimi nimekaa pale utakuja kuniambia. Ana sifa mbaya, kila unapopita huko sifa zake zinajulikana. Kazi kujitingisha tu kwa wanaume. Anataka hela, yule kama mfanyabiashara tu kazi. Mimi nakuomba achana naye. Sio mwanamke mzuri kabisa kwako. Sawa. Mimi nimekuelewa. Bro. Kwanza samahani, sijui ulikuwa na ratiba zako zipi, lakini pia nikushukuru na niseme asante kwa kukubalia wito wao. Sisi ni watoto wa kiume. Sisi ni wanaume. Haijalishi ni mangapi tunaongea, ni mangapi tunapishana. Hiyo ni hali ya kawaida katika maisha ya kila mwanadamu. Lakini all in all sisi ni binadamu, inabidi tuishi kwa amani na upendo, na kama kunatokea changamoto zote basi tunakutana kama wanaume tunaongea. Wewe una ndevu, mimi nina ndevu. Na ndio maana hata nilipokupigia simu yangu, japo namba ulikuwa una ukaona namba ngeni ukapokea, lakini nilipojielezea ukajua ni mtu fulani anahitaji msaada fulani na umefika. Nikupongeze kwa hilo. Yeah. Pili, karibu. Hapa mimi ndo nyumbani. Hapa ndo nyumbani. Shazurura kwa mitaani tukikutana kama vile basi hapa ndo huwa nakuja na jistiri. Nashukuru sana. Lakini at the same time nimekuita hapa nina point moja nataka nikueleze. Wewe ni mtu wa karibu sana na Ruta. Wewe unamfahamu Ruta na yamini kuliko mtu yoyote ukitoa mke wake. Kuna tatizo limetokea Ruta amesababisha. Popote unapoenda sasa hivi ukionekana wewe na Ruta,
basi tayari unaingia katika hali ya danger zone. Sasa tusiongelee kwamba wewe utaingia kwenye matatizo na nini, ila tuongelee tu kiuhalisia. Ruta ameshafanya matatizo makubwa sana hapa mtaani, lakini still bado yuko hapa. Kwa nini wewe kama rafiki yake wa karibu, kama ndugu yake, usimfuate na kwenda kumshauri aende sehemu yoyote akakae, ajifiche, apotee kabisa hapa mtaani? Kwa sababu kitu ambacho mimi najaribu kukuelezea unielewe ni kwamba tayari ni tatizo, na wanasema hata uwe na mbio vipi huwezi kuzikimbia shida. Lakini sasa hii unaweza hata ukaescape, ukapunguza muda wa kukamatwa. Sawa, serikali na mkono mrefu inaweza kafika popote alipo, lakini basi atoke kwanza, ajistill somewhere, akajificha, kwa sababu ameshasababisha matatizo. Kuna ndugu wa wale watu wanaosababisha matatizo. Unadhani wana feel vipi wanapomuona Ruta bado yuko mtaani, anaishi kwa amani, anazunguka, anatokea huku, au wanaona kabisa serikali ipo lakini bado haijamtia nguvuni na nini? Hawajisikii sawa. Sasa wewe kama ndugu yake wa karibu, nenda kaongee na Ruta. Mwambie apotee, aondoke. Asidhani kama watu wanafurahishwa na hicho alichokifanya. Ndugu wa wale watu asidhani kama wanapenda. Wale ni wapendwa wao. Walikuwa wanaishi nao, wanawathamini na wanajua namna jinsi walikuwa wanaheshimu uwepo wa wale watu. Sasa nenda kamshauri kama ndugu yako. Mwambie aondoke. Kama matatizo yatapungua spidi na kasi ya ukali, yeye atarudi. Sawa? Asifikirie kuhusu chochote sasa hivi, aondoke tu, apotee hapa. Hicho ndio kitu ambacho nimekuitia. Sijui unanielewa? Kikubwa swala ambalo linamtesa Ruta ni mtoto. Mtoto ataishi mazingira gani bila mama? Na mama uko naye wewe. Lakini angempata mama yake ingekuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu anateseka. Yaani anateseka kiasi cha kwamba sasa hivi atakula hali chakula kishuki, ni mawazo tu, ana stress sana. Ndugu yangu, kwa hiyo naomba umfikirie jinsi gani ambavyo unaweza kumsaidia wewe. Sawa ndugu yangu. Sasa okay, sasa nimeshapata picha halisi. Kwa hiyo kumbe Ruta anashindwa kuondoka ni kwa sababu ya mtoto. Okay, sawa. Lakini tunaweza tukafanya kitu. Sijui unanielewa ndugu yangu. Kwa sababu ukizungumzia kuhusu mtoto, mimi mtoto anihusu. Yule mimi sio damu yangu. Yeye ndo anatakiwa awe na huruma na mtoto wake pamoja na mkewe. Lakini kwa sababu mkewe pia saizi yuko upande wangu mimi, na imani hawezi kuwa na huruma wote na yule mtoto. Mimi nakusisitiza na nakuomba, nenda kamshauri Ruta aondoke. Aende akajifiche sehemu yoyote. Aache chochote ambacho anahisi kwake ni cha muhimu, chochote ambacho anahisi kwake ni cha thamani kwa sasa. Kwa sababu tayari yuko kwenye matatizo. Wewe nisaidie mimi hiyo. Sijui umenielewa? Sawa, mimi nimekuelewa. Na mimi nitaenda kuongea naye. Nitajaribu kumsisitiza kama ulivyoniambia hivyo, nadhani atalipokea. Basi sawa, karibu tena. Kunambia, yaani huwezi amini, mdogo wako Asha amechukua maamuzi ya kwenda kuishi na mwanaume mwingine. Hivi kweli mdogo wako hichi kitendo anachofanya sasa hivi? Yaani ameamua kuondoka pale nyumbani na kwenda kuishi na jirani yao kabisa. Haoni hata aibu. Ruta, usha kujiuliza umekosea wapi mpaka Asha akaamua kuondoka kwako? Yeye ukimuuliza kosa nini, akwambia ni maskini, mimi siwezi kuishi na mwanaume maskini, sijui kula kwenyewe kwa shida. Lakini mapenzi ni uvumilivu, na ndoa ni uvumilivu. Asha anakosea sana, anazingua. Kitu unachokifanya kimpendezi Mungu. Ina maana sasa hivi unakuona wewe huna maana, kumjali, kumsamehe. Pesa zinatafutwa, alafu siku zote shida haiishi. Shida ni kama tumbo tu, kila siku litauma njaa. Utakula tani kwa tani, lakini kesho tena njaa itakuuma. Lakini nakushauri jambo moja, unatakiwa ukae chini na mwanamke wako, mwambie tabia anayofanya aache. Kwa sababu mimi nishaongea naye sana, akashindwa kunielewa. Jambo la mwisho natakiwa ulifanye wewe kama mwanaume wake. Mimi sina mamlaka makubwa kama wewe. Sasa Kunambi, Asha ndiye kashawishiwa na ule jamaa. Lakini Asha angetakiwa asamini ndoa yake, asingeenda pale. Kwa mdogo wako wewe kupenda kwake pesa, anauza upendo, anauza utu wake kwa sababu ya mali za mtu. Utu una thamani kubwa sana hapa duniani. Lakini Asha ameshindwa kuwa na utu na ndani ya ndoa yake. Na anaacha kiumbe mule ndani. Na anayesaidia hata kukaa na ule mtoto na ule binti pale jirani. Sikiliza kwa makini.
Siku zote mapenzi yako siri. Na ukifusi jeraha lake aliponi kwa paracetamol wala panado. Hivyo